Wanawake mumeanza kutafuta pesa kwa njia ile ambayo haifai. Hiyo ni mbaya sana. Sasa oneni mwenzenyu ameamua kuanika sambusa yake tena ya ndengu kwa mtandao watu waone. Ni mbaya sana, ni uchungu. Familia ikiona vitu kama hizo mnaaibisha wazazi. Mnaaibisha wazazi. Yaani eti sababu ya pesa. Mtu ametoka US, amekuja juu umeona dola, unakubali mpaka na kuinua uchi wako unaonyesha kwa mtandao. Unaona matako hata kama haina vipele, lakini tumeona. Sambusa ikaonekana hata kama ulikuwa umenyoa madamu. Umefanya vibaya sana, umefanya wanawake wengine wadharauliwe. Ni ujinga sana yenye mnafanya by the way. Hatujakataa. Hizi vitu watu wako nazo kwa hizo manyumba, watu wako nao, lakini waonyeshangi. Na kulingana vile ambavyo umebehave kwa hii mtandao, wewe ni kama wewe ni malaya tu. Kwa sababu ni mwanamke mgani mwenye anatembea bila ako tu uchi. Yana ako ready. Akienda kuinama ni chui ndani. Something ingeia. Ni mwanamke yani ako free. Na ni mwanamke tu mwenye ako, yani ukimwangalia, by the way, usiangalie sura, angalia tabia. Juu sasa tukisema tufuate sura, ni watu wengi sana wangefuata yule mwanamke. Sasa ona kile ambacho amefanya. Matako iko nje yote, amenyoa, tumeona sambusa inakaa kama leather. Kabisa. Wanawake, hiyo ndio njia ya kipekee mnaweza tafuta na pesa. Hiyo. Hapana, ni mbaya. Hebu niambie mzazi wako mahali ambapo alipo na simu, na venye saa hii simu ni mingi, wazazi wako nazo. Anafungua simu, anapatana na sambusa yako imecheka nje, imetoa ulimi. Sasa baba yako mzazi anafungua simu, anapatana na sambusa yako. Si hata anafananisha ama ni photoshoot. Ni wewe tena unainuliwa sababu ya pesa. Mtu mwenye anakufunua mwenyewe ako na familia. Wewe tu ndo anakuharibia jina. Tutumie akili wanawake, tutumie. Kama unajua ni mwanamke na una tabia kama hiyo, wacha kutumika vibaya. Tunajua mnauzanga hizi vitu, tunajua mnauza hizi vitu, lakini tumieni njia ile ambayo inafaa. Wacheni kuaibisha wazazi wenyu. Shetani nyinyi ghasia timpwa tu.